wanafanya kazi kumbe hawana mipaka.
Makopiyo.
DJ Wyma. DJ Wyma. Oh, yeah.
wageni wetu ambayo mmefika wakati huu, ningependa kuchukua fursa hii niwatangazie ya kwanza kuwakaribisha kwa huu mji wa Mzee Peter Omosa Simba. Bila mjuavyo, hii ndio siku ya kumsindikiza huyu mzee kwa hii safari yake ya mwisho. Kabla hata hatujaomba, ningependa kuwakumbusha kuna masharti yale ya serikali ambayo tumepewa na ni lazima tuyafuate. There is what we call social distance. Mnapoketi hivyo, hakikisha kuna nafasi katikati yako na mwenzako yule mnaketi naye. Kindly keep social distance. Na kutoka huko vile tumeingia hivi, tumenawa mikono. Pande hile nimeona wengine wamesimama karibu wanaendelea kuongea. Tusipofuata masharti hayo ni vibaya. Askari wako hapo na wameambiwa kile wanafanya. So please don't wait to be pushed out. Don't wait to be ordered out. Na wale security, watu wetu wa security, naona watu wamechasana hapo, na hiyo haitakikani. Please take care over there. So wageni wetu, familia ya Mzee Peter Omosa, Mama Rufina, Mama Chen na watoto wenu na familia yote mzima, tumekuja hapa sisi sote kuambia pole. Tumeleta rambirambi zetu kwa huyo mzee wetu ambaye ametuacha. Kwaya yetu nawaambia karibu. So mpaka hapo ningependa kumuita mwalimu wetu catechist atuongoze kwa maombi, alafu tuanze hii sherehe yetu. Na tukiwa hapa ndani hapa hata pale, please let us be orderly, tuwe na heshima. Huyu mzee ambaye tumekuja sindikisa leo ni mzee alikuwa na heshima. Tumpatie ile heshima, tupatie jamii yake heshima.
So mwalimu wetu wa kwaya, wa catechist wetu wa center, ngekuomba nafasi hii utuongoze kwa maombi ili tuanze mkutano. So karibuni ninyi nyote. Asante mwalimu kwa nafasi. Ninawaomba tusimame ili tuanze na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea. Usitutie katika vishawishi, lakini utuopoe maofuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tumekuja mbele yako siku ya leo, asa kwa sherehe ya mwisho wa Mzee Peter. Tunakuomba uweze kuwa nasi tunapoenda kuanza. Tunakuomba uanze nasi, na tukimaliza tumalize na wewe. Yote yale ambayo tutaenda kuyazungumza kutoka vinywani vyetu, tunakuomba uweze kuguza vinywani vyetu ili tuzungumze yale ambayo yanaweza leta umoja na upendo katika kwa hii familia. Tunakuomba uweze kuwa nasi tangu tuanze hadi mwisho. Tunapoomba kupitia kwa Yesu Kristo anaishi na kutawala milele na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante mwalimu wetu kwa kutuongoza kwa maombi. Sasa ngependa kuambia tunaanza sherehe yetu. Sherehe ya Mzee Peter Omosa. Ngependa kwa niaba ya familia kuwakaribisha ninyi nyote kwa hii sherehe. Tutakuwa watulivu, tutakuwa wanyenyekevu, vile tulijua Mzee alikuwa. Kwaya yetu karibu sana. Wale wageni ambayo mmefika, naona wageni pale wa Mzee, nawaambia karibu. Family, pole sana, tumekuja kuomboleza nanyi. Hatutakuwa na mambo ya mazungumzo, speeches, lakini kwa sababu tuna wakati kidogo, tunapongojea padri afike, alafu tuanze maombi, misa takatifu, tuko na wakati kidogo. Wakati huo tutautumia kwa mazungumzo kidogo, na nikikuita kuja hapa mbele uongea. Utaongea neno moja, maneno mawili. Vile mnajua Mzee hakukuwa na mambo mengi. Kama ni kukutana hivi, ni kusema jambo. Mambo mengi, stories hakuna. So nikikuita kuja mbele hapo, neno moja. Naona wazee wale wa nyumbani hapa wakiwa hapo,
Naona yule rafiki yake kabisa wamekuwa naye miaka hii yote. Anaitwa Peter Bogonko Nundu. Ama kwa jina lingine hapa nyumbani tunamuita Enkoromba. Enkoromba, songea hapa mbele. Alafu wasalamie wageni. Pole kwa familia. Neno moja ama vile. Huyo ndio mzee tunaita Enkoromba. Rafiki ya mzee Peter Mayo. Toka Peter Omosa tangu zamani. Sijui utaniruhusu niongee Kiruka. Unaweza ongea lugha ya mama, lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiingereza, yote tutasikia. Tingutwara mange nasiria mukagori. Mukagori twamenyere nehera matuka mange. Tare gwanchandire Kigusi. Tigandire Kigusi irimo. Asante sana, asante mzee Bogonko Enkoromba. Iga tuensi tuache virero. Mogako yubuna lelire igo. Amangana yonsi pi. Ubororo bwae bwensi pi. Bwaelire. Moleka. Nara moleka alino musani onde. Womogaka Peter Omosa. Iga ebirero tuacha kolero mogaka na komokoba. Kare ne ebirero kware gocha iga buno mogaka oya kora igalera iga. Bas. Oyo no mogaka moleka Lawrence. Musani bwo Peter Omosa. Pora wa minto. Omosa musani one. Unande sainega na rongete ketelinya kwa ngunya kulia. Komoranja bana bo Omosa. Moche nkere nyako aria. Imanyete karo kene mutamanyiti. Mboro kene ke bakonye. Nara makena bwata ga moche nyako yoma. Mwal ke bor mbara nyako. Bwate tule kina keo. Jembo kene bwabo. Kakina mutataka mongoneri. Biyamano. Asante sana mzee Moreka. He had a message to the family. Buna wale very close. Bintombiro wale gokora. Otebire nganya ko ali umugaka nakabwate gento maybe wandu mataramanya. Oliver. Message yo, please take it. Gento kero mugako ya kamanyete. After this mo Oganda mo aboraki. Musani onde narali Mr. Yokorumarani. Mr. Gichana. Gichana Korumarani. Rabeiro mokansora matuko. Mogambi. Muya Koru County Council pakabono iga. Musani wo Musa. Bijamono mwalimu nyambasora master of ceremony. Familia ya anko yane Omosa
abasana abairi mukatikisto ito marieta ankoro kwa kaspa gichana oyo bwongondi mama akoro kwa obonyo oyo nyasuguta morangi nyasuguto mwaba Simba umusane anko yane bono rende buna tumanyete mwanya bantu buna atongire gabekera amatukaye chimbebe anko lituko no yaigete no atware kurwani tware konyara tumusabere family mwakere nyasaye buya ikirio anko gaiga atatigete bingwerere arari rotigira abantu abagotu mumotegeme nyasaye na tumusabere mama ni garo murweire miaka 100 na gendo igante bingo ika ndeta magomba ye batei pole orere ira rigesona biya mono yo minto gichana korumarani biya mono sokolenta magombao tunasema asante sana Mugakonde rafiki ya Mzee Omosa Ogamba nchwango nayo lere musanio pora bana osaba koyone Musa na atigete koro kwa musani igari tata biara mumuro minto nere unyome tumuswati omona I think Mary kurwa onkuru pore nene Musa nere nchon mbundisete kobo mwana siasa kono abject county council 1979 nari arenge treasurer na arenge mukeka bisa semiyaka Nero ngata nanete na bantu barogoro twarenge rivals yaba konsana akanjoin no nyonga out of what he did chimbara tiro chyo nyonga na bochimbegete inde mutu omuga koyo nintu twa murwanete 1981 kowe Clark naenda kawe Clark akakorore Clark umusekera go sekatari ujo korera gendo oro kama te video kirete igente kingu succeed yore musa ni garenge prince body enchiragete nkon ekagera akora uyana abana ba embi yabari tukenare usabanga ukwabira nango ikakore na kifate gochira etorandi egere togende iguru to ko ga choko bako ko monto na nde guchangwa choro monto ekekyo ko ga chaga ko gera to chiguru igotema ko iwana na tuacha tuatara tinya saba sisani no nyiba muraba minto tindara so hikira oh thank you very much mwana minto na ro ori onyo meta ego senka nincho manne no ni mu abongo chale bakwana no ri nere bono tato tigarite ore korera yomusa ego nche no mwana boja muga korkora ncha salute na ndo rangiria wana wali baminto na barubara ndo mogoko biya mono sana asante sana Muske Mogaka Ogamba asogoika kalanta magombo kolero Mogaka mfani opita Omosa kuna nate wa nyangie yo Mogaka Omosa and given that we are living in very difficult situations, difficult circumstances, hii shida ya pandemic COVID-19, it is very unfortunate Mzee Omosa alilala wakati huu. Mzee Omosa was a hero in many things. Mzee Omosa, he was our clan elder.
He was a mentor to many people, all of us. He was many things, lakini amelala wakati huu. Sherehe yake ingekuwa kubwa, kubwa, tena kubwa. Lakini vile Mungu alipanga, ilikuja wakati huu. So mambo ya mazungumzo niliwaambia padri akifika tutaendelea. Ningependa kwaya muweke wimbo mmoja tukingojea mmoja mwingine hivi aongea.
Asante sana kwaya kwa kutuvurumisha kwa huo wimbo. Wageni naona wanaendelea kuingia, tunawaambia karibu sana. Naona rafiki ya mzee Mzee Omosa, Bwana Msabi na Bwana na bibi Msabi. Hao ni marafiki kwa familia hii tangu zamani. So ningependa Bwana Msabi ukuje uomboleze rafiki yako Mzee Peter. Naona umejiandaa kabisa na mama. Asante mama. So welcome Mr. Msabi. Asante sana Peter Nyambazora, waombolezaji ya mjambo. Mimi niko hapa na bibi yangu Mzee Nzabi na mtoto yangu Nanja Nzabi. Nimekuja kuomboleza na nyinyi. Kile nataka kusema, Mungu abariki nyinyi, msikufe roho, kwa sababu hata sisi tutafuata hiyo barabara. Wakati niliingia hapa, Bwana Simba alinisaidia sana. Mimi natoka Ukambani, lakini nimekaa hapa 50 years hapa Kisii. Kwa hivi Omosa alinisaidia sana wakati niliingia hapa Kisii. Kwa hivi naomba roho yake weke mahali pema peponi. Asante sana. Sisi tulikuwa wakati wote na huyu Nyambasora na Peter ndio tulikuwa tumebaki hapa hapa Musocho Kanotunga. Wale wengine walitoka, lakini sisi watatu tukabaki hapo. Asante sana. Mungu abariki. Thank you for that remark. Huyo ni Msabi kutoka Ukambani. Mzee Omosa alikuwa na marafiki wengi. His family is there. Wakati huu ningependa kumuita rafiki mwingine wa family, Mr. David, our brother David Makamba. Pia namuona amekuja na bibi yake. Hao ni marafiki wa familia. Asante sana na Makamba kwa kuja kuomboleza na familia. Vile niliwaambia, naona padri umefika, so wakati wowote tutaingia kwa kipindi cha misa. Karibu. Thank you, David. Nashukuru sana Bwana Peter mwalimu kwa nafasi. Kwa niaba yangu mimi binafsi na familia yangu, my wife is just here, na watoto wetu wote, tungependa kusema poleni sana kwa the entire Omosa family. Mama Robina na wengine na watoto wote, tunasema poleni sana. Wacha mzee alale vile amelala, na Mungu ataendelea kuchunga familia hii na wote wale ambao wanahusika. So once again, ningependa kusema poleni sana kwa familia, the relatives, the friends, the neighbors here. Peter Simba was a great man, and thank you Peter for this recognition. Shukran. Thank you ndugu yangu Makamba. Na wakati huu naona Fika General wetu amefika. Karibu sana Fika General. Vile niliwaambia padri yake fika hivi
hapo tutakoma, tuingie kipindi cha misa. Ningependa kuchukua fursa hii kuambia our parish priest, naona ameandamana Nafika General na wengine, na nataka kusema asante sana kwa kufika. Welcome, and we are happy to see you. We have been having small speeches here and there waiting for you. Mzee huyo alikuwa mzee wa kanisa, kitu alipenda ni maombi, ni kanisa. Whenever he was well, he never missed mass. So this is what we are offering him. I want to hand over at this juncture to the church. Catechist wetu, naona pia chairman wetu wa center amefika. Welcome. Tunapoendelea kujitayarisha, kuna mzee mmoja tulikuwa tumemuita. Just 4 minutes. Fika general. Dakika 4. Mzee Anunda. Mzee Anunda, kwa mji huu tunamuita ekorera, na kuna korera wengi, lakini huyo mzee ndio ataongea kwa niaba ya wote. Mzee Anunda, wacha ataongea baada ya misa. So I want to hand over this to our chairman, center chairman, afanye mengine. Asante mwenyekiti wa hii sherehe kwa mpangilio mzuri ambao tumeuona. Sasa hii mekuja Nafika General wetu na Badre ambaye ni judge Nyabururu mission. Kwa hivyo ndio watatuongoza, na Badre mwingine Henry naye ni wa nyumbani hapa, ambao watatuongoza katika misa hii ili tuage mzee kwa hali ile ambaye alikuwa anashiriki kwa kanisa. Kwa hayo machache, nataka sasa tupatiane nafasi kwenda kwa kanisa ili mpangilio wa kanisa uanze. Asante sana kwa yale yote ambayo mlikuwa mmezungumza. Asante. Wanakwaya, sasa mko. Asante mwenyekiti, vile amesema sasa tuko tayari kabisa kuanza misa ya siku ya leo. Tunaomba wale ambao watabeba ule mwili kutoka pale, tuende pale ili tuweze kubeba ule mwili tukuje nao hapa kwa altari. Na saa wazee wale ambao tunaweka kofia, tupatie Mungu heshima tuweze kuisitoa, na wale ambao tuko na simu ya linunu tuweze izima kwa sababu
Karibu utuongoze kwenye misa takatifu ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Basi leo mmesikia mimi namuanisha Baba Askofu ambaye hangeweza kufika lakini alitamani sana afike. Aliniambia wakati Peter alikuwa hospitali walikutana kwa sababu alikuwa hajisikii vema pia, lakini kwa sasa amejisikia vizuri lakini haweza kuwa hapa. Kashukuru sana kwa wenye mmemuombea na muendelee kumuombea. Kaniambia niseme hivi: Peter was a mentor to him and he assisted him in many things that he could not be able to do on his own. Kasema basi amumuombe. Na mimi mwenyewe I interacted a lot with Peter. He was of his own stand. Na tena kwa kazi he believed in what he did. Kama ingekuwa ni wakati wa COVID basi tungekuwa hapa sio kilio lakini kusherekea kazi yake. Basi tumuombe Mungu amsamehe dhambi zake, abariki kazi yake na amjalie raha ya milele huko mbinguni. Tujue dhambi zetu ili tuweze kushiriki kikamilifu katika Ekaristi takatifu. Imezena
Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunasadiki kwamba mwanao alikufa na kufufuka. Tunakuomba umjalie kwa wema wako huyu ndugu yetu Peter Omosa Simba aliyelala katika Kristo, apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Na tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina.
Basi tusimame wote, tusimame wote. Yatu ikanibono tukae. Bwana sifiwe. Somo la kwanza Isaya 25 kuanzia ukurasa wa 6 mpaka 9. Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karama ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, iliyochunjwa sana. Naye katika juu ya watu wote na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote, amemeza mauti hata milele. Na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu za watu wake ataziondoa katika ulimwengu wote. Maana Bwana amenena hayo. Katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Bwana asifiwe.
Ogosoma gwa kabere kurwa seriro beria Paulo motomwa gochia Abarumi. Abarumi sano nemo. Osoma mustari gatatu oiko gatano. Timomanyetinga into twensi abato batise twe. Nigo tu abatise twe asama kweli aye. Na boigo tu atindege twe amonere asenchira yebatiso asa erinde buna Kristo bogetigwe kurwase abakure asobonene bwaise na boigo naintwe na totare asobogimo boya na kionye twabwatanire nere ase makweli buna ayaye na boigo torabwatane nere asokobokibwa buna okwaye ingana ya Nyasaye Munasi Nyasaye togoroke ase evanchiri ntagatifu. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko. Utukufu kwako Bwana. Marko sura 5:21 hadi 43. Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake akimsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye. Mkutano mkuu akamfuata wakimsonga-songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari ya Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiaguza mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyegusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga-songa, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo. Yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka. Akijua lilompata, akaja, akamwangukia, akamweleza kweli yote. Amwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa. Kwa nini kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu alipolisikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia, wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, kaingia ndani alimokuwamo yule kijana. Kamshika mkono kijana akamwambia, talita kumi. Tafsiri yake, msichana, na kuambia, inuka. Mara akasimama yule kijana akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu.
akawaonya sana mtu asijue habari ile, akaamuru apewe chakula. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako e Kristo. Kwa mara ingine Father Pornaris Masese, Father Mandero kwa hapa na kukaribisha pia na Mandero na Alenga Nkaireli Kaliaye, karibu sana. Father Henry, kuna askofu hapa na vika wake, na kuna mheshimiwa wetu Onyonga amefika, malifika tukibariki mwili, karibu. Na wengine ambao sioni, wana familia ambao nimesema au ni pia jamaa yangu, huyo mzee, hiyo familia ya Morangi ni watu wetu. Mong'ina veroni no manyete. Mong'ina yagondo ko mwana osaro mominte karto nyorenire. Omwana osa ino Mong'ina minto lengo Mong'ina mwao Paulina enyambegera. Ya aba motole na rogoro nyamakoroto mbakaro. Aba motole iwaninga twachire sio kwa ni mwako. Tuseme nini wakati kama huu? Huyo mzee nimemfahamu miaka mingi. Alipokuwa anafanya kazi nasi huko diocese pia, alikuwa mmoja wetu, alikuwa anatusaidia katika mambo ya ardhi Malemo. Alikuwa anatusaidia sana parokia zetu na mashule yetu. Alifanya kazi. Pia baba askofu aliniambia niwaambie hiyo. Hakumuomba pesa. Alikuwa volunteer. Kwa hiyo amemtumikia Mungu mpaka siku ya mwisho. Nikija Nyabururu, alikuwa anakaa huko kardinali, alipenda kuhudhuria misa katika shule ya kardinali. Alikuwa anakuja na kiti chake, nakaa huko nyuma, nasoma misa, na malisa tena naondoka. Mzee akosi misa. Sasa ile wanakwaya wametuimbia, mwanadamu ameumbwa afanye nini? Amjue Mungu. Tunamjua Mungu lakini amjue Mungu. Akishamjua ampende hata kupitia wenzetu. Akishampenda amtumikie. Akishamtumikia aende mbinguni. Hiyo ndio kazi ya binadamu. Swala ni hili. Sasa kama mimi simjui Mungu, kweli ukisoma filosofia, mimi ni mwanadamu kweli, ndio, lakini sichafanya ile kazi Mungu ameniambia nifanye. Ile ya kumjua, kumtumikia, kumpenda, niende mbinguni. Huyo mzee, hiyo ndio kazi amefanya. Kwa injili ambayo nimesoma ni ya wiki, injili ya Jumapili, tunapaswa kuitafakari wiki yote. Lakini pia inasema uhai, pia mauti katika hiyo injili. Ni nini tumesikia? Tumesikia wanawake wawili, mmoja mkubwa, mwingine mdogo, miaka 12, 12. Na huyo mama mwingine mkubwa alikuwa ameteseka
kufuja damu miaka ngapi? 12. Angalia coincidence. Kuna jambo hapa. Ndio maana nitaka kuwaelezea. Vile tunajua wana wa Israeli kabila silikuwa ngapi? 12. Kwa hivyo iko na umuhimu hiyo namba 12. Kama inazungumzia pia wana wa Israeli ambao wana wa Israeli 12, kabila 12. Hawa wanawake wawili, a symbolic number, symbolizes the 12 tribes of Israel. That means if they have been suffering, these 2 women, although the other one is young, but according to the culture of Jesus' time, the culture of the Jews, that was the minimum age for marriage. She could marry and bring life forth. But now she was suffering. The other one was also suffering, passing of blood. And according to the culture of the Jews, people passed blood. They became impure. They were impure. They were isolated, marginalized. And here comes the symbolism of these 2 stories that we have read from today's gospel. Which is the symbolism? It means the people of Israel, they are bleeding blood. They have become impure because of their sin, because they have rejected God. So they have become impure. They must be healed like these 2 women have been healed. What is the symbolism of blood? Life. And this is why, according to the Jews, a pious Jew could not eat meat of a strangled animal. That means meat which contains blood. They could not take that meat because life, because blood, which signifies life, belongs to God himself. Is the only one who could take it. And here comes Jesus to stop this hemorrhagia, passing of blood, to restore them, to restore their lives. Look at the first woman. Or before I go to the first woman, there is this man, a personality, an official in the synagogue. He comes and throws himself before the feet of Jesus to beg for mercy, to beg for life for his daughter. The only life she gave to this daughter is biological, like the life of Omosa, which has gone. The official had, with that position, he had money, but still he could not help this daughter. He knew the only person who could help him out is Jesus Christ, is God, and this is where we are. That it reaches a certain point that we have no control over our lives. We may use all the means, we may use all the medics. We can only prolong it for a while. And this is what this official did. He comes to Jesus and he says, "Help me." As Jesus goes to help this woman, there comes another woman.
in the crowd. It is traumatic. You can traumatize it. You can see this scenario. The woman has heard of Jesus. She is suffering. She has used all that she had like we do. But she knows only one person who can help her. That is Jesus. That's God. She says, if only I can touch the vestments of Jesus. Look at this faith. Imoja ninkunegentoki eganchuyaye. If only, not him, not to touch Jesus, but the vestments. She has such a great faith. She squeezes. I told you can traumatize this, and then she stretches the hand and touches the vestment of Jesus. And then, because of that faith, blood stops at once. Jesus asks, who has touched me? Who has touched my humanity? Jesus was God dressed in the vestments of humanity. And this is what we must touch so that we can be healed, even from a death like this. Who has touched me? The woman comes forward with trembling, and she says, it is I. It is me who touched you. If I were Jesus, I wouldn't have called her. I wouldn't have ashamed her. But there is a reason why Jesus called her forth. Mong'ina oyo, yes akaboli ng'onkuna. Ng'onkuna chianga chiane. Mong'ina oyo agachakota nyamonene ninche. Akamata inchi motu. Na aleko banche nache kumurangeli mosoki. Lakini wono Yesu. Kulende sawa unero ngolenga lia murangiretse. Akamata bia omwana one nerabye korokirwa omwana one asabanta once. She is the only one who's addressed as my daughter. The rest of the crowd, they were touching him, they were squeezing him, they were pressing on him. No one was called my daughter except this woman who had great faith, my daughter. You see, Jesus breaks the law of the Jews to save. The woman also breaks the law of the Jews so that she can be healed. Whoever passed blood became impure, and she was to be kept far off. Here she comes and she breaks the law. When we are in problems, there is no shame. When we are in problems, hakuna aibu, lazima tumufikie Kristo. Watu wengine wanatuambia nyamaza, endeni huko, tokeni hapa. Huyo mwanamke alienda akamguza Yesu Kristo, na kweli ameokolewa. The good translation is not heal. The good translation, she has been saved. She has gotten back life, my dear friends. In this life, every moment it passes away like blood of this woman for many years. And the only person who can give us life, the only person who can stop la pérdida, the loss of blood, is Jesus himself. The loss of life is Jesus himself. None of us, not money, not the things of this world. Only Jesus can say stop, and the blood and the life which is being lost can be restored. And this is what Jesus does to this woman. She restores her. She comes back to life. She becomes pure, not impure. Because according to the Jews, we are impure like leprosy, and we are separated. Blood the same way. Jesus has to cancel this idea which people have that people are impure. He wants to wipe it out from the mentality of the Jews.
that all of us are sons and daughters of God. All of us. Whichever level, whatever status, whatever morality, whatever physical impurities that we have, before God, we are sons and daughters of God. This is why this gospel is such an important gospel for us today. Now, Jesus, in the meantime, is told, he's on the journey towards the house of Jairus. He's told the daughter is dead. He overhears it. Yes, out everywhere. Karakonyiro muswatio. Umwana olisikwara kogenda okorreki okule nkioko chigokorororo agatebise gendera gotwara okwegena. This is what he's telling us today, because he was informed that the daughter, where he was destined to go, the first destination, the daughter is dead. And he says to the father one thing: continue to have faith. Omosa is gone. Omosa is sleeping. Biological death is telling to the family, continue having the faith which Omosa had in God until the last minute. Only one thing. People, they are mourning like they were doing in the house of Jairus when he reached there. They were tramping. They were making noise. Jesus says all this is nonsense to him. Sends them away, and he wants to restore that life. The father continued to have faith, and he heals. Not only heals, but restores that life of that child. A 12-year child who was being denied the possibility of bringing other lives. Because once you die, you don't procreate. Jesus has to do something. Yes, omoira neirie akanyaro kaka obogima. But what is the meaning of these two cases that we have had? Like the people of Israel, sometimes we are lost. Sometimes we run away from God. Sometimes we have to do our things until we realize what we are doing and come back and touch Jesus and touch the humanity of Jesus vested in his divinity. We have no life. Tibogima wakat iritoko in Italian. To touch iritoko is very important for us. Meaning that we cannot live as an island. We must live in a relationship with God himself, with other people, so that we can have life, so that we can be restored. Muswadio yakagenda kakuna eyende ero Yesu mukunete ndoja tofauti. Yesu agakuna mwana oyo kabiroyo iri toko ogokuna eyende ero umuswadio uli bunete lichiko agakuna Yesu anya zeto bumwe wito babuya tomokune Nyasaye. Yesu jiro kunira omonto kwete. This girl, iritoko. Jesus touches this little girl. She comes back to life. Jesus will touch the life of our brother Peter Omosa Simba, and he will restore it, even though not now. But also he's touching us. We are spiritually dead. Iritoko. And we come back to life. Spiritually, we are gone. He restores us. You can see these two cases, how important they are in our spirituality, in our lives.
aseri tukelia rero mwako yo tuanjete tuamanyete na mone family tiga uchire ko basabera mwana romo sororionde. He has become one of the intercessors in heaven, praying, watching you, listening one time to Benedict the 16th preaching at the funeral of John Paul II. These are the words he said. He said, Pope John II has gone to heaven. He looks at us, he watches us, and he protects us. Lui ci vede, he looks at us. Ci guarda. Lui ci protegge, he protects us with his prayers. He's always protecting the family since he went. May God, I want to stop here. May God bless you as we honor Peter Omosa Simba. May he walk with you. May he stay with you. We have given Peter Omosa what he always wanted. A Christian burial. A Christian burial. Ekiare kana kia tagete. Mwako. Tuachira kwa mutinde kama eni. Abasaveranie mwamo manyete tigati moke asomorembe. May he rest in eternal peace. Tutasema sala. Na nchile Nyasaye Tata Bikira Maria usivino vonse biracho ngombe twasoma salaba kweto tinde kweto tirembezo shama ngombe uri mfigura saikara sasa kulikuwa Nyasaye Tata. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru zaidi kwa maisha ya Peter Omosa. Tunakushukuru kwa yale majukumu aliyotekeleza katika familia yake, kwa hii community na kwa watu wako wote. Tunaomba uweze kuwabariki na ubariki kazi yake. Bwana tunakuomba utusikie. Tuwaombee wagonjwa wetu, vile tumesikia kutoka injili ya leo, wamguze Yesu kupitia Biblia. Kwa wale mnapokea komunio takatifu, mnamguza, mnampokea, tuende karibu na kwake ili tumuguze na sisi tutapona. Bwana twakuomba. Tuwaombee wale wote ambao huyo mzee amesaidia katika maisha, amesaidia watu wengi, amesaidia kanisa letu. Nimewaelezea kazi ambayo alikuwa amefanya katika dayosisi yetu. Amesaidia wetu wengi kwa njia moja ama nyingine. Amewaguza kama vile Yesu aliguza huyo mtoto na wakapona. Waendelee kumuombea na wafarijiwe. Bwana twakuomba. Tumuombe Mwenyezi Mungu atulinde kutokana na janga la corona na COVID. Bwana, kama huyo mtu wa Biblia, huyo mkuu wa sinagogi alifika mahali akasema nimeshindwa, ndiye akaenda kwa Yesu. Na sisi tukishindwa na ugonjwa huu, tuende tuchitupe miguuni pa Yesu.
ili tumuombe atusaidie. Yesu atafanya jambo. Ingawa inachukua muda saa zingine, tumwaje Mungu awe Mungu. Atatufariji siku moja na atatuponya. Bwana twakuomba. Tumuombe Mwenyezi Mungu atulinde. Atulinde tukisafiri njiani, mahali tunaishi, mahali tunafanya kazi, mahali tunaketi, mahali tunaomba. Mungu atulinde na damu ya mwanawe Yesu Kristo ambayo ilitiririka msalabani. Bwana twakuomba. Hayo yote na mengine mengi tumuombe Bikira Maria azidi kutuombea. Salamu Maria. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wakati wa sadaka ya misa kumshukuru Mungu kupitia huyo mzee alikuwa anatoa sadaka huko Cardinal. Wakati nimemkuta alikuwa anafanya hiyo kazi. Kwa hivyo ni wakati wa sadaka, wale mnakusanya sadaka, baadaye mtasindikiza wanafamilia wako hapa mahali alikuwa anashiriki. Tunaomba wanachumia wache watatu watusaidie kwa kubeba hivi vitu tunavyowekelea sadaka. Wanachumia watatu, mmoja akuja simama mbele, mwingine pale nyuma, St. Peter, mmoja simama hapo katikati hapo, na mwingine aende pale nyuma, simame pale nyuma kabisa. Hiyo ndani ndio aenda maigalia.
yetu akode kula sadaka. Tunapomaliza kutoa sadaka, ni wakati mwema kabisa familia inataka kutoa matoleo yake. Tunaomba familia kuja hapa mbele. Familia mkuja hapa mbele. Procession kutoka pale nyuma. Familia hostia na waini vitangulie, sadaka ifuate. Nasi pia kwa wale ambao tuko na matoleo tufuate kutoka nyuma. Tulete matoleo yetu mbele. Harusi kwa nyuma. Nyuma kabisa. Ndio waka matoleo na vogote ni nje ya mbele kigima. Ongea mbele. Wale wako na matoleo mbele. Wale wako na matoleo mtaweza kuongea mbele. Salini ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lako lote takatifu. Tuombe. Bwana, tunamwombea huyu mtumishi wako Peter Omosa Simba katika siku hii ya mazishi yake. Tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu,
umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Inueni mioyo. Tunainua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sisi tumepata kwake tumaini la ufufuko, na tunasikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, lakini tunatulizwa kwa kuwa alituahidia uzima wa milele. Ee Bwana, uzima wa waamini wako hauondolewi ila unageuzwa tu. Nayo makao ya hapa duniani yakisha bomolewa, tunapata makao ya milele mbinguni. Kwa hiyo, sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Ee Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakaze kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mule wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu."
Vivyo hivyo baada ya kula akatua kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Na tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Joseph na watumishi wako wote. Mkumbuke mtumishi wako Mzee Peter Omosa Simba uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Kwa kubatizwa alishiriki kifo cha Kristo, umjalie ashiriki pia ufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunaomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Basi na sasa kwa pamoja tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana Yesu Kristo, Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote,
ila tutungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, nasi unatuambia sasa, na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, na ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. Basi amani kwa mbali pamoja na familia. Basi na huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi tulioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Yesu Kristo Rabi Mwokozi. Bwana sisa ili uje kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Esara yogotoriwa torie nyore komonio bia Maria babonsabire maraikonu mwanchonko goche saltare nyasaye sara yogwancha ibo Yesu indi na manyinga yenywe ikiagera yebweka gwate babo nanchira ene nkoro yane yonsi sara yogwekeya ete bande ngachiro musalio moreu timbwenere tio konyoru mubire na manyinga Yesu oko bebe byane umonguru timbwenere tingoso emwane neote bengane yemoyo kano moyo nengubwene sara yogweitia yando ko bebe byane sebina korai kiagera bya kobe naye no muyake gima kurubono tinkori gusanya sa ono muyonkwera mabera sara yogo sasima na igora salitali igoro netulikira sole ngogo sasimande na wanchire nenkoro yonsi ninkoligeti no wekana oicha sende oiche bono ngonchoro nkoromia. Father Mandela ataenda huko nyuma, wale mnapokea Wakatoliki ambao mmeruhusiwa, na pia muone mumesanitize, mtumie vieuzi mora mwa esiarere chisanitizer Senge njotore ngakia corona covid agara monyora mura Wakatoliki no makonyora mwanchi tele bonse wakonyora na wara Wakatoliki waitu.
asi nabotoko goroka ngora asokoira ni Nyasaye ngambi yamono wiro etwarire na ngana ya yetu igure yire ndagera yo moyo togoroke. Sasa ni wimbo wa shukrani. Familia kangora igo
kora togochia nabo to kiro yo naste nabao toko gende se kiro yo mai kanaste ngora mwako inawaga wakere mjega yekelisia tuira na restware alikuwa anafurahia hivyo sherehe za kanisa. Turudi mahali tulikuwa tuandae sala ya baada ya komunio, alafu tutawaambia yale yatafuata.